Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji popote ulipo, matumaini yangu ni kwamba ubuheri wa afya, na karibu ni kujuze baadhi ya mambo ambayo yanazidi kutokea huku nchini. Jina langu ni Lemuel Kioko. Baadhi ya taarifa leo: maafisa wanne wa polisi katika kituo cha polisi cha Mai Mahiu kaunti ya Nakuru wamekamatwa wakihusishwa na mauaji ya Hassan Lol Kidid. Mgombea wa DCP Edgar Busienga ajiondoa na kumpendelea Seth Panyako wa DAP Kenya. Mazungumzo yaanza tena katika wahadhiri na serikali katika azma ya kuandaa kanuni ya kurejea kazini. Karibu ni kujuze. Chama cha demokrasia kwa wananchi DCP kimemuondoa mgombea wake Edgar Busienga katika uchaguzi mdogo ujao wa ubunge wa Malava na kumpendekeza mgombeaji wa chama cha Democratic Action Party of Kenya DAP-K Seth Panyako. Akitoa tangazo hilo siku ya Alhamisi, naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala alisema upinzani ulifikia mwafaka wa kusimamisha mgombea mmoja dhidi ya mgombea wa UDA katika uchaguzi mdogo wa Novemba. Malala alisema ni muhimu kwa upinzani kuelekea katika uchaguzi wa Novemba wakiwa wameungana ikiwa wanataka kunyakua kiti hicho. Maafisa wanne wa polisi wanaohudumu katika kituo cha polisi cha Mai Mahiu kaunti ya Nakuru wametiwa mbaroni kuhusiana na mauaji ya mwenzao wakati wa operesheni ya doria eneo la Msikiti. Kulingana na ripoti ya polisi iliyopatikana, maafisa Jim Murithi, Emmanuel Sang, Anthony Wangombe na Joshua Ketar walizuiliwa katika kituo cha polisi cha Naivasha kufuatia uchunguzi uliohusisha kupigwa risasi na kufichwa kwa kifo cha Koplo Hassan Lokdid. Wakati wa msako huo, milio ya risasi iliyofyatuliwa na Koplo Lokdid baadaye alipatikana na jeraha mbaya kifuani. Kufuatia tukio hilo, timu ya polisi ilikanusha kutoa silaha zao, ikieleza kuwa chanzo cha milio ya risasi hakijafahamika. Maafisa hao wa polisi watafikishwa mahakamani Oktoba 31. Mazungumzo yameanza tena kati ya wahadhiri wanaogoma na serikali katika azma ya kuandaa kanuni ya kurejea kazini. Maafisa wa muungano huo wamesema kuwa serikali inaonekana kulegeza msimamo wake wa awali wa msimamo mikali na sasa inajitolea kulipa malimbikizo ya wahadhiri hao ya shilingi bilioni 7.9 katika awamu mbili. Miungano ya wahadhiri hao inasema itazingatia hofa hiyo na wanachama wao kabla ya kufanya uamuzi. Huku mgomo wa wahadhiri ukiingia siku ya 44, viongozi wa miungano hiyo wanasema mazungumzo ya kutatua mkwamo huo ambao umewanyima wanafunzi kujifunza yanaendelea. WASU inasema muungano wa wizara zimekuwa zikifanyika mikutano wiki hii na hivyo kusababisha ofa bora kutoka kwa serikali. Vyama hivyo viwili vya wafanyikazi vinasema kuwa vinaitisha kamati zao za utendaji za kitaifa jioni hii ili kuwasilisha mapendekezo ya serikali kabla ya kufikisha matokeo kwenye mikutano ya wajumbe wa kitaifa ili kuamua iwapo watarejea madarasani au la. Lakini wakati huo hatua ya viwanda inaendelea, huku vyama vya wafanyikazi na serikali zikielekea kwenye utatuzi wa masuala ya wahadhiri, ikiwa ni pamoja na mkataba mpya wa majadiliano ya pamoja CBA. Wanafunzi katika baadhi ya vyuo vikuu vya umma wamejitokeza barabarani kwa ushirikiano na wahadhiri wanaogo. Kwa hivyo sasa tukifikia mwisho wa taarifa hizo, mimi naitwa Lemuel Kioko. Asante kwa kuzidi kusikiliza, asante kwa kutegea radio ipendayo MKU Radio. Mimi nakwambia kwa heri, tupatane mwendo wa saa 10 kwa taarifa zaidi. Kwa heri.